kanisani hapa, lakini huyu alishatafakari. Umewahi kukuta mtu anapigwa sasa? Umewahi kukuta mtu ananyanyaswa maeneo au kwenye nyumba fulani au kwenye miji fulani? Umewahi kuona hata watu kwenye runinga, hata kwenye mtandao, umewahi kuona watu wanapata mateso, wanalia, hivi wao wanasikiaje? Au wanaotokea wazazi wako au mtoto wako au mtoto wako macho wanapigwa, alafu na wewe unakufunga unawasikiliza, yaani wewe wakupigi ile unapiga familia yako pale mateso, wana machozi moto, alafu unalia baba anakulia, mtu wako anakulia baba, kuna umefungwa, hivi unasikiaje? Unasikiaje? Ili tutafikisha watoto wetu mbinguni kwa staili. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Watoto wako wako wapi? Mama, watoto wako wako wapi? Umewacha wapi watoto wako wote? Wako wapi watoto wako? Wewe ukiwa na watoto wako wako wapi? Umewachia nani huko? Na tusipowafundisha watoto wa Mungu maadili ya Mungu, hata sisi mbingu sio maana petu. Bwana tusaidie sana. Tusiwakumbushe watoto kuwahi kanisani, tunawacha mitaani, wanajifunza kama mitaani. Leo wanajua season ya kwanza mpaka 600 ya kwanza wanaifahamu, lakini kama Mungu alijui tunawacha huko. Wakipotelea huko tutadaiwa. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Bwana Yesu tusaidie. Tutadaiwa. Wapendwa, moto upo. Moto upo. Ili unastahimili kweli kusimama mbele ya Yesu na mkuu watakatifu wakina Paulo, mtume, wakina Esa, wakina Dibora wamesimama pamoja na yeye. Ili usimama kwa maisha hayo au unapoteza muda hapo tu? Bwana tusaidie sana. Tunajali watu makanisani, tunawapeleka motoni. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Tumebeba watu makanisani, tunawapeleka jehanamu. Tunafikiri na wao kumbe tunampeleka shetani jehanamu. Wale kwambia mimi nitakuja kukufukuza hapa. Nitakuja kusema kwenye dini huko juu. Lakini nataka niwaambie, nikiona mtu anakuja na nguo na kukimbiza hapa, ni yeye baki na watu wawili tutakaofikisha mbinguni. Kwa ubaki na watu ambao tumejana, mnaleta sadaka zenu, tunakula, chakula tunafanya, alafu tunapeleka wao. Kama utaona utaki mali, tafuta pesa nyingine ukaenda sana. Kama unaona hautawacha mavazi ya haribu, tafuta kwingine wewe. Tafuta kwingine wewe. Lakini tunawapeleka wapi kwa saini hii? Tunapeleka watu, tumebeba watu, tunafundisha watu, tunapelekea shetani. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Tunahitaji kurudisha heshima ya kanisa iliyopotea miaka mingi. Shetani ameingia kanisani, amepiga wachungaji, maaskofu, kanisa liko zidi sana. Liko zidi sana. Ndio maana vikundi vya siasa, ujuaji,
hata wakuu wakikwambia jambo hakuna. Sasa tumebeba tunapeleka jehanamu. Yesu anasema kundo msiogope, maana Bwana amewapa huo ufalme. Narudia tena, unapokuja kwenye madhabahu hakikisha unavaa nguo ndefu. Na kama ndivyo, kama unaona unataka kusiibe, kaa tu. Tutaki huduma yako, kaa tu huko. Hakikisha unapokuja kwenye madhabahu hii wewe mtumishi Mungu anasimama hapa. Alafu vitu vingine vinakuja hapa mbele ya Bwana viko uchi. Alafu ndio vinaimba tunasema tunapiga makofi. Baba na wajamani. Nyumba ya Mungu imekuwa nyumba, sio nyumba, imekuwa ni siko. Imekuwa kutoka show. Nasema hapa ni mahala pa Mungu wanapo watu wanapatia katibu maeneo haya. Wanakuwa wanafunguliwa hapa. Ndipo mahala pa Bwana lazima tukaheshimu. Lazima tukaheshimu. Yenyewe wakina mama mwanunuliwa kuwewe nguo ndefu. Ambazo unachukulia hapo ukiwa uchi. Tunaambia nini sasa? Yesu Bwana anaangalia moyo. Haiwezekani. Leo waimbaji wa nyimbo za nchi, unaona ni mtindo. Wanaimba wamepiga vinyo, yaani wamepiga vitu vya ajabu, hapo wanaimba wanamwimbia Mungu. Ndio kanisa la Kristo hilo napenda wapi? Mbinguni ndio kanisa. Na mwana ina maana anaitwa Anot. Amepiga mstari ya Freemason. Amepiga na kiduka. Anaimba nyimbo za injili. Anamwimbia Mungu hapo. Wengine wanaimba wamevaa masiwale na ndio kanisa la Mungu hilo. Wana wa Mungu, naomba turudi kwenye neno la Mungu. Tupige kelele na kupeleka watu jehanamu. Turudi kwenye msingi wa neno la Mungu. Hata Waroma walikuwa wamekataa. Ilikuwa ni neno la Mungu. Walipoingiza siasa, wakaingiza maserikali na tekateka vingine, ndio wanaona Mungu atawaacha. Sikile kwa Mungu kumaacha. Sio kazi. Alikuja kwa Waisraeli uzao wake wakawakataa. Akageukia mataifa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wale waliopokea wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Waliopokea wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Lakini kanisa leo ndio watu wanakuta wanafanya uzinzi wa kutosha. Wanakuja kutuibia, wanatoa kuzini, wazizi, ile kama kwa nao usiye nao. Alafu nao wanakuja Mungu atusaidie. Mungu anatafuta watu wanaosimama wenyewe. Wimbo nyumba ya Bwana utalina, wimbo Mungu. Kama imebaki kwa shungana, imebaki kufanya sadaka, kuna sadaka. Wamebaki sio kusaidia watu mbinguni kuna sadaka. Chora vijana vinataka sadaka. Chora suruali vinataka sadaka. Wao hivyo ukiwa uchi kama viuno vinataka sadaka. Wapo wachungaji matapeli. Na tunaangalia utandawazi ndio wamefundisha kanisa la Bwana limepotea. Bwana saidie sana. Bwana saidie. Mungu anataka mtu anayejitambua. Mungu anataka mama anayejitambua. Mungu anataka bibi anayejitambua kutembea na Mungu amtumie kwa
ndio viongozi, wazizi, wanavaa masuruali wanasaidia leo wanaimba nyimbo za nchi. Waganga umetoka kwa mganga wanakuja kushuhudia Mungu na mshukuru Yesu akusaidia. Mungu amenitetea, umetoka kwa mganga wa kienyeji. Sikiliza, unapita mchungaji tu, lakini kwa kitoko vyako viko mbele za Bwana vimeandikwa. Sikiliza, yale yanayofanya yameandikwa. Na kingine, shetani amewafariji. Amewafariji kwamba utaomba toba mwenye kujitakasa nini kujitakasa. Kwa hiyo unazidi huko unakuja kujitakasile bali kama dhambi yako itaweka wazi kwa watumishi wa Mungu, uje mbele ya Bwana na mtumishi wa Mungu, nimefanya uzini niombee. Nadhani kwa mimi unajifariji. Ndio maana uiache. Mara ngapi naomba bado hujaiacha? Mara ngapi naomba bado hujaiacha? Maana unaingia kwenye toba ya kweli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu amekubali kulipa gharama kwa ajili yako. Ili upone. Unachezea neno. Unachezea neno. Unachezea neno hii. Kuna watu wako kuzimu wanatamani warudi watengeneze. Muda wana Bwana wa Mungu. Unamda. Usichezee na huo. Yule baba akamwona yule mtoto wake alikuwa ameshabaya na kuja amekataa, akaanguka mbele ya baba yake na baba yake akamkumbatia. Alikuwa amekufa au kufufuka. Yesu anahitaji urudi kwenye toba. Bwana asifiwe. Anahitaji urudi kwenye toba. Hata pesa yako haihitaji kwa muda huo. Anahitaji urudi kwenye toba. Upata na yeye kwanza. Fanya bidii kwanza unatengeneze. Mungu atusaidie sana. Tutafanyaje sasa? Tutafanyaje sasa kwa staili hii? Tutafanyaje kwa staili hii? Yesu amekuja. Mama utalia. Mama anarekebisha maisha yako. Wewe binti. Mungu akusaidie. Mungu akufungue macho. Kidogo mbele yako sio cha kawaida. Hiyo shetani amekufunga. Muda tunaongea. Bwana asifiwe. Muda tunapoongea huu, kuna watu wanaingia kusikia huu. Laiti ungeona kwa ulizi. Laiti ungeona kwa ulizi kilichoko kule. Muda tunaongea kuna watu wanaingia kusikia. Lakini wewe una neema unahubiri unafanya Mungu wa mchero wa blaka. Mwana wa Mungu anakuja. Kulipa kila mtu kazi yake hizo. Mama utalipa. Baba utalipa. Baba utalipa. Mama utalipa. Yale unayofanya utalipa. Ni nani anayesimama? Ni nani mwenye wivu wa Mungu? Ni nani mwenye kuchukia dhambi dunia hii iliyopita ajitenge na dunia hii Mungu atumie kwa kuwa kadri aonyeshe wasiwasiwa kabisa? Ni nani asimame? Awapige jamani tupite hii mchezo hii. Ni nani? Wachungaji wa mtego. Maaskofu wa